yakiyaleta manukato walioyaweka tayari, walioyaweka tayari. Wakalikuta lile jiwe limekwisha viringishwa mbali na kaburi. Wakalikuta lile jiwe limekwisha viringishwa mbali na kaburi. Ndipo wakaingia ndani ya kaburi ili wautazame mwili wa Yesu, wakakuta humo. Ndipo wakaingia ndani ya kaburi ili wautazame mwili wa Yesu, wakakuta humo. Wakafadhaika sana. Wakafadhaika sana. Walipokuwa wakifadhaika, tazama watu wawili walisimama kati yao na kuwaambia. Walipokuwa wakifadhaika, tazama watu wawili walisimama kati yao na kuwaambia, kwa nini wamtafuta aliye hai katika wafu? Yesu mnayemtafuta
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Tusimame nikisangu. Msifu Mungu. Amen, amen, amen. Ibe. Fraibo. Ipo. Tusimame. Amen. Oh yes. Hallelujah. Maman mbeba mapinga. Bendo bouger, papa bouger. Come on. Amen.
be able to dance, it's only by God's grace. Amen. Juu mamoya ni viwete, wengine bako ma wheelchairs, wengine wako ma hospitali, wengine bako paralyzed, wanashindwa kumove. But where from the crown of your head to the toes of your feet, you're healthy. Amen. And you're able to move and to dance for God. Amen. So tumpige tena Yesu shangwe na Hallelujah. Amen. Anastahili sifa.
ili tuweze kuja kuliabudu jina lako. Maana wewe ndiye, wewe ndiko maandiko. Acha tukuabudu kwa makuu na kutendea. Ni mengi umetuonekania usiku na mchana. Bado hakuna mwanadamu angeweza kututendea makuu. Kabla misingi ya ulimwengu haijaumbwa, Mungu ulitujua. Ulijua ya kwamba siku ya leo Mwana wako atakwenda kuliabudu jina lako. Ni kwa sababu tunakupenda, ni kwa sababu tunakujali, ni kwa sababu tunaliamini neno lako, ni kwa sababu tunaliamini ujumbe unaotuletea mpaka tunakuabudu Mungu, mpaka tunakuabudu Mungu. Si kwa bure, ni kwa sababu tunarekodea kile ambacho umekitenda kwa ajili ya maisha yetu. Asante Yesu, asante Baba. Tunakushukuru, tunakusante Ebeneza Mungu ya juu ya kila jambo. Baba, tunasema ni asante kwa kibali ambacho tumepata mbele ya macho yako tena jioni ya leo. Kristo, tazama umeenda kutulinda usiku mzima, tulilala kama wafu. Hatukujua kama tungekuwa hapa Kristo, lakini kwa ajili ya neema yako, kwa ajili ya upendo wako, umetuamsha mara tena tumekusanyika mahali hapa. Acha tukuabudu na tulisifu jina lako. Sifa za midomo yetu zinakustahili wewe Mungu. Nikulinganisha na nani jemedari wangu? Nikufananisha na nani? Wewe ni Mungu ambaye ni kimbilio letu, msaada wetu, tegemeo letu wakati wa shida ni wewe Mungu. Ni jina lingine gani ambalo tutaenda kuliita isipokuwa jina lako Yesu? Ni jina lingine gani ambalo tutaokolewa kwalo isipokuwa jina lako Kristo? Kama uishivyo Mungu, pokea sifa za midomo yetu. Maabudu yetu yakapata kibali mbele za macho yako jioni ya leo. Tunakusante Mungu kwa maana umekuwa pamoja nasi. Kwa vipindi vyote ambavyo vimeanza mwanzo umetuonekania. Tumekualika na tumeuona mkono wako. Tunapoendelea Mungu, tunaalika nguvu za mbinguni zishuke na kutawala kila mmoja. Tusirudi kama tulivyokuja Baba. Tusirudi kama tulivyoingia. Acha turudi tofauti. Waliokuwa wagonjwa warudi kama wamepona. Waliokuja na shida mbalimbali warudi kama wametatua shida zao. Ninakusante,
asifiwe. Sipona vigeregere vya vingi, mimi napendaka vya vingi tu. Naweza kupiga tena vigeregere. Amen. Haleluya, haleluya. Amen, amen, amen. Leo nilikuwa nauza nisiku tutaenda mbinguni. Tunaona watu wamependeza. Leo kuko furaha kubwa sana. Amen. Na haiko yenyewe ni furaha hapo yenye ilitengenezwa kwa siku ya leo. Kwa sababu hakuna mwenye hajui siku ya leo kama ni siku gani. Bwana asifiwe. Leo ni siku ya ukombozi. Amen. Ni siku tulikombolewa na Bwana wetu alikufa msalabani kwa ajili yetu. Naweza sema, nani anaweza kusema ni siku gani? Jina hii siku leo ilipewa jina gani? Amen. Msiseme mna sita. Ni siku gani? Ya Pasaka. Kuna Pasaka ngapi? 1, 2, 3, 4. Njose najua. Kuna Pasaka ngapi? Bwana asifiwe. Kuna Pasaka ngapi? Kuna Pasaka 4. Lakini mimi nimesema uongo. Kuna Pasaka 2. Bwana asifiwe. Nilikuwa napenda kwa sababu leo ni wakati wa kupima ubongo wetu kama ungali bado unatumika. Bwana asifiwe. Na leo sitaenda kuhubiri. Leo tutaenda kufundisha kidogo tu, kwa sababu kuna mambo mengine ambapo tutakwenda kuyafanya hapa baada ya mafundisho haya. Haya mafundisho yanalenga wenye waliobatizwa na wengine wangali bado watabatizwa, na wengine wangali bado watakwenda kufuata mafundisho, na kuna wale wengine wanaweza kuwa hawajabatizwa lakini kulingana na mafundisho haya wengine hawayajui. Bwana asifiwe. Na ni wakati sasa wa sisi kuzingatia na kutega masikio tujue nini, kitu gani ambapo Mungu alitia kati yetu ili tupate kufundisha mafundisho kama na haya siku ya leo. Bwana asifiwe. Amen. Watumishi wa Mungu na watu wa Mungu wamesema kama kuna Pasaka 2. Na kwa kweli kuna Pasaka 2. Lakini kulingana na wale ambapo wenye kujua lugha, wenye walisoma sana, hata wenye walitoka kwetu Makongo au mainchi zile ambapo wanapozungumza Kifaransa, wanasema Pâques. Na hizo Pâques kuna Pâques 2. Pâques moja iko na S nyuma na Pâques ingine haina S. Lakini hiyo Pâques yenye haina S ndio Pâques wanasema ni Pâques ya Kristo Yesu. Na Pâques ile yenye haina S ni Pâques ya Wayahudi, wana wa Israeli. Semeni amen. Haleluya. Lakini kwa jumla tunaweza sema kama kuna Pâques moja ambapo ni Pâques ya Wayahudi. Na hiyo Pâques ambapo ndio sasa kwa maprofesi, kwa sababu Pâques ilikwisha pitika tangu zamani. Hatujazaliwa, Mungu alikwisha panga kama tutakombolewa. Bwana asifiwe. Hilo ni lengo la Mungu. Hata misingi ya dunia haijawekwa, Mungu alikwisha panga kama atatukomboa sisi. Na ndio maana sasa ile Pâques ya zamani ya wana wa Israeli, sasa hii Pâques ya leo ni image ya ile Pâques ya zamani ya wana wa Israeli. Na ikiwa kama mtanisikiliza vizuri, mtaona kuna tofauti na mtaona kuna mambo kabisa yako kweli, kwa sababu ni maprofesi. Ni maprofesi ambapo yenye Musa, yenye Mungu alimpa ili tupate kujua ya kwamba Mungu alitutengenezea hii Pâques tangu zamani, siku za hata misingi ya dunia haijawekwa, ilikuwa tayari hiyo Pâques inapashwa kuwa. Bwana asifiwe. Na kulingana na hiyo, leo hatutasoma mambo mengi kwa sababu tutazungumza kidogo ili watu wapate kuelewa, wajue nini hii Pâques ya Yesu Kristo ilitoka wapi na inalingana na mambo gani. Hapo ndio itatupatia tena mafundisho zaidi, tujue kwamba
kumbe palikuwa pake ya wana wa Israeli, na wana wa Israeli njoo sisi, njoo Yesu leo. Haleluya, haleluya, amen. Kama tunaweza kusomewa katika, tutakwenda polepole katika kitabu cha Kutoka sura ya 12, tutaanza pale kwa mstari wa kwanza. Kutoka, tutakwenda mbio mbio kwa sababu muda wetu umekwenda unatukimbia. Kutoka 12 nasema, Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Amen. Bwana sifiwe. Endelea tena kidogo pale. Utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka wenu. Amen. Mnasikia hapo? Itakuwa mwezi wa kwanza wa miaka yenu. Hapo sio kama mnaelewa pale. Mwezi wa kwanza, kwa nini ni mwezi wa kwanza? Kwa nini itakuwa ni mwezi wa kwanza? Kwa sababu ni mwezi ambapo wana wa Israeli watazaliwa, watakuwa viumbe vipya. Bwana sifiwe. Na katika wokovu, unapokiri kama Yesu ni Bwana na Mwokozi wangu, kwa wale walibatizwa tangu ile jana, ilikuwa ni mwezi wao wa kwanza katika Ukristo wao. Haleluya. Hata uwe na miaka 40, uwe na miaka 50, ikiwa kama haujaokoka na ungali hiyo miaka 50, na ukishaokoka kiroho au na tena ile miaka 50, unaanza wokovu, maisha mapya, na ndio inaanza mwezi wa kwanza wa maisha yako. Haleluya. Amen. Munifuate vizuri kama mnaelewa. Kwa wale watu waliobatizwa tangu jana tumekuwa viumbe vipi. So anasema tumekuwa viumbe vipi? Maana yake tumezaliwa jana, na jana tulipozaliwa ndio tumeanza mwezi wa kwanza wa wokovu katika Yesu. Haleluya. Basi endelea tusome pale. Sura ya 2 nasema, sura ya 3 nasema, semeni na mkutano wote wa Israeli mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatwaa mwana kondoo kwa sababu ya nyumba ya baba zao, mwana kondoo kwa watu wa nyumba moja. Amen. Bwana sifiwe. Anasema mwende kuambia wana wa Israeli, kila mtu atachukua mwana kondoo. Hapo deja Pasaka inaanza ya wana wa Israeli. Kila mtu atachukua mwana kondoo. Na huyo mwana kondoo atafanywa nini? Endelea pale mtumishi wa Mungu. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwana kondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watwae mwana kondoo mmoja kwa kadiri ya hesabu ya watu, kwa kadiri ya ulaji wa kila mtu, ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwana kondoo. Amen. Bwana sifiwe. Kila familia itachukua mwana kondoo, na huyo mwana kondoo atachinjwa ndani ya nyumba yenu. Itachinjwa ndani ya nyumba yenu. Nasema ya kwamba tutamla huyo mwana kondoo. Mwana kondoo ni nani? Ni Yesu Kristo. Ndiko represente hapa katika agano la kale. Wale wanasema wana wa Israeli. Wana wa Israeli kwa leo ni wale wa nani? Wa Kristo. Hapo wanasema wako wapi? Anawasema wakiwa wangali kule Egypt, katika Misri, katika utumwa. Ndio kwenye wanaambiwa. Na ndio wanaambia wafanye nini? Wachukue kila mtu mwana kondoo. Na mwana kondoo wakishamchinja, na ikiwa kama nyinyi mnapaswa mumle na mummalize huyo usiku. Ikiwa kama hamtaweza kummaliza nyinyi, mtafanya nini? Mtachukua huyo mwana kondoo, hata majirani muwaite wawasaidie kula huyo mwana kondoo. Bwana sifiwe. Mwana kondoo ni nini?
Mwana kondoo ni Yesu. Mwana kondoo ni neno la Mungu. Bwana sifiwe. Hapa tunafunzwa kama panakuwa kitu kinasema evangelisation. Haleluya. Yani ule mwana kondoo wa Mungu, ikiwa kama hata tutoshe, ikiwa kama yuko mwingi, ni mkubwa, hatutamaliza, tuite wajirani. Donc tusambaze injili. Tusambaze Yesu. Muite majirani. Twende huko tutoe injili. Twende huko tusambaze mwana kondoo, yani mkate ule wa uzima ambapo ni Yesu, tuwape na majirani na wao wakule huyo mkate. Haleluya. Sio kama pale mnanielewa. Bwana sifiwe. Tuendelee. Sura yake ya 5 inasema mwana kondoo wenu atakuwa hana ila. Mume wa mwaka mmoja mtamtwaa katika kondoo au katika mbuzi. Amen. Bwana sifiwe. Huyu mwana kondoo mtakapomkamata atakuwa hana ila. Haleluya. Ni Yesu atakuwa hana dhambi. Yesu atakuwa hana dhambi. Unapokula huyo mwana kondoo, Yesu ndio mwana kondoo mwenye hana hila, kwa sababu Yesu alikufa hakuwa na dhambi. Ingelikuwa kama Yesu angekuwa na dhambi, asingelifufuka. Bwana sifiwe. Na huyo mwana kondoo atakuwa wa mwaka mmoja. Tena wanasema ni nani? Awe mume, yani awe mwanaume. Bwana sifiwe. Ina maana ya kwamba huyo mwana kondoo ambapo atatolewa ni Yesu. Ni nani? Yesu hakuwa mwanamke, alitolewa, alikuwa ni kijana wa mwaka, alikuwa ni kijana angali jeune wa mwaka mmoja. Yani unajua ya kwamba ikiwa kama angali jeune wa mwaka mmoja, huyo anaonekana kama ingali kinda, hayakuwa na mabaya zaidi ambapo ndani ya dunia yenye yuko wamo. Na ndio maana wanasema ya kwamba ikiwa kama wewe hauna mwana kondoo, utaleta nani? Mwana wa mbuzi wa kiume. Haleluya. Na huyo mwana wa mbuzi wa kiume ndio sasa, au mwana kondoo huyo sasa ndio ambapo mwenye atachinjwa. Akishachinjwa sisi tutamla. Tukishamla ina maana ya kwamba tumekwenda kufufuka pamoja na Yesu. Bwana asifiwe. Endelea pale na kusoma, mtumishi wa Mungu. Nasema nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Amen. Bwana asifiwe. Watamchunga mpaka siku ngapi? 14. Watu wamsikie, siku ngapi? 14. 14. Kugabula mara pili ni ngapi? 7. 7 ni shifre gani ndani ya Biblia? Ni shifre kubwa ya utukufu. Ni shifre ya Mungu. Donc Yesu atamchunga mara pili. Donc mara 7 siku 14. Yani atakuwa yuko katika utukufu wa Mungu kabla hawajaa mkula. Amen. Haleluya. Tuendelee. Nao watatwaa bahari ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika mizingiti cha juu katika zile nyumba watakazomla. Amen. Ina maana ya kwamba huyo mwana kondoo, kuna sasa Mungu anataka kukomboa wana wa Israeli. Wako wapi? Wako katika Misri. Misri ni wapi? Misri ni shetani. Misri ni dunia. Misri ni ulimwengu wa giza. Alapo hapo watachukua, wakishamla ule mwana kondoo, watachukua ile damu, watampaka kwenye miino ya milango mitatu. Bwana sifiwe.
Ile damu kuipaka kwenye milango mitatu inamaanisha mambo mawili. Inamaanisha kama ni damu ya mwana kondoo kwenye msalaba, kwenye mti. Amen. Na hiyo damu tena inamaanisha ni maisha yako wewe, kwa sababu tulikombolewa na damu ya mwana kondoo. Na hiyo ndio inapaswa tujue kwamba bila damu ya mwana kondoo sisi tusingelifanya nini? Tusingelikombolewa. Na ikiwa kama tunapaswa kula huyo mwana kondoo, ni lazima ya kwamba kisha kula ule mwana kondoo, na ndio sasa tutafanya nini? Tunapata ile wokovu. Na hapo Mungu ye peke atatuma malaika wa kifo. Bwana sifiwe. Endelea mtumishi wa Mungu. Watakula nyama yake usiku ule ule, imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Haleluya. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Huyo mwana kondoo, hata ukiwa mroho aina gani utakula tu. Mungu ashasema huyo tumalize. Bwana sifiwe. Donc ni kumla usiku wote mzima. Na atakuwa amefanya nini? Atakuwa amechomwa. Donc haiko senya, hana madamu, hana manini, atakuwa amechomwa. Na huyo ataliwa pamoja na nini? Na mkate usiokuwa na chachu. Haleluya. Pamoja na mboga chungu. Niko napenda niwaoneshe ma ingredients zenye ziko ndani ya hicho chakula chenye watakula. Ina maana ya kwamba mkate usiokuwa na chachu ni mkate ambapo wenye uko sabiti. Chachu sekwa. Chachu ni zambi. Kwa sababu tukila Yesu hana zambi. Hatuwezi kula Yesu mwenye uko na zambi. Tutakula Yesu ni mkate wenye hauna chachu. Haleluya. Na zambi ndio zinafanya nini? Ukitia mkate chachu unafanya nini? Unavimba. Donc zambi zinavimba. Haleluya. Na hatuwezi kula huyo mkate kwa sababu umevimbwa na zambi. Bwana sifiwe. Na tutakula na nini? Tutakula huyo mkate na mboga buchungu. Hii ni mafundisho. Mboga buchungu sekwa. Mboga buchungu ni mateso ya wana wa Israeli. Mboga buchungu ni mateso ambapo wana wa Israeli watakwenda kuipitia wakati watavuka, na ni mchungu ambapo waliopata wakiwa utumwani huko Misri. Ndio maana ya ile mboga buchungu. Buchungu ni utamu? Hapana. Buchungu ni buchungu. Haleluya. Na ningali na mboga buchungu kwangu iko mfriji. Bwana sifiwe. Kwa hiyo tunapokula ili ituoneshe ya kwamba tunapokula tumekuja kukombolewa katika shida, katika utumwa, katika uchungu tuliopata huko Misri. Tuendelee mtumishi wa Mungu. Sura ya 9, mstari wa 9 inasema, msiile mbichi wala ya kutokoswa majini, bali imeokwa motoni. Amen, amen, amen. Kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama yake za ndani. Amen. Amen. Yani hiyo anza pale mstari wa 9 inasema, mstari wa 9 inasema, msiile mbichi wala ya kutokoswa. Amen. Bali imeokwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake
za ndani. Haleluya, Bwana asifiwe. Mutege mwangalie hapo kisi Musa Mungu aliyompa hizo profesi. Msikule wa kutokoshwa au mubichi. Bwana asifiwe. Ilipenda kumaanisha kama wana wa Israeli na Wakristo wa leo usiwe mbichi wala usiwe kutokoteshwa. Haleluya. Mguu uko kanisani, mguu uko nje, mguu uko kwenye club, mguu uko kumaombi. Leo unatoka kumaombi, kesho unaenda kuiba. Kesho unatoka kuhutubu, kesho yake unaenda kukidnape watoto wa watu. Bwana asifiwe. Na ndio maana haitakuwa buchungu wala haitakuwa ya kuivyo wala haitakuwa nani. Hiyo njoo ya kuonesha ya kwamba Mkristo anapaswa kuwa imara. Na ikiwa kama uko Mkristo, ubakie kuwa Mkristo. Bwana asifiwe. Usiwe Mkristo wa kutangatanga. Leo niko kanisani, kesho unashinda, bali nifanya hivi. Ule mama aliniangalia sana, ule papa wapi? Hapana, hiyo haiko Ukristo. Ukristo ni mwenye anasimama imara. Yuko mguu ndani ya Ukristo. Haiko mguu nje, haiko mguu ungine uko ndani. Huyo hauko Ukristo. Bwana asifiwe. Na ndio maana hapa tunajua kwamba yako Yesu ikiwa alikuja, donc hii maisha inaonyesha kama Yesu, ikiwa kama tutamfuata Yesu, tumfuate Yesu tukiwa sisi wote wazima, na kichwa chetu na kifua chetu na miguu yetu na mikono yetu. Donc mfuate Yesu kwa mwili wako wote, kwa mali zako zote, kwa kila kitu chako chote, kwa samaki, kwa chicken zako. Bwana sifiwe. Amen. Ndio hivyo sisi tumepashwa kuwa wa Kristo. Donc Musa ilikuwa ni ubatizo wa wana wa Israeli. Na leo sasa inakuwa ubatizo wetu kupitia kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Tuendelee. Wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi, bali kitu kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. Amen. Hala kila kitu chote chenye kitabakia. Kwa hiyo mutakula, musikitupe au musikipane, inapashwa mukiteketeze kwa moto. Inapashwa tukiteketeze kwa moto, ili watu wengine wasije wakale zile chachu, wasije wakakamate zile chachu, wasile wakakamate ile imekuwa huku ndani na huku iko ndani na huku iko nje, ili tusiambukize wengine ambapo zile zambi zilizokuwa, ili tuziteketeze. Ina maana ya kwamba tunapokuwa wa Kristo tusiwe watu wa kwenda kushawishi wengine kutenda zambi, lakini makosa yetu tuitie ndani ya roho, tuiteketeze ndani ya roho zetu, tukiomba msamaha, tukimwendea Mwenyezi Mungu. Sisi ni wenye makosa, lakini usiwe mtu wa kwenda kushawishi mtu mwingine aende atende makosa. Haleluya, Bwana asifiwe. Amen. Tuendelee pale. Tena mtamla hivi, mtakuwa mmefungwa viuno vyenu. Amen. Mmevaa viatu vyenu miguuni na fimbo zenu mikononi mwenu, nani mtamla kwa haraka, ni Pasaka ya Bwana. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mtamla mmefungwa kiuno. Haleluya. Mtakula mmefungwa kiuno, mukivaa viato vyenu, na mtakuwa muko bwima. Inaonesha ya kwamba tunapokuwa kama tunafungwa viuno, tunakuwa tuko imara.
Na ukishakuwa kama uko imara na uko bwima, uko tayari kwa kufanya nini? Kwa kufanya mwendo, kwa kuvuka mto wa bahari ya Shamu na kuendelea katika kuona ufalme wa mbinguni, ambapo hapa ilikuwa ni Kanaani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Donc ikiwa kama wewe hauna viatu tunasema zel, donc nguvu, uwezo wa kutembea, uwezo wa kukimbia, wa kufanya nini? Kwa kwenda kupokea ile taji ambapo yenye Mungu alikutayarishia. Na taji hapa ya wana wa Israeli ilikuwa ni nini? Ilikuwa kuwini mji wa Kanaani, donc Yerusalemu mpya. Lakini sisi wa Kristo tunapokuwa hivi leo, hatuko tena wale wa Israeliti wa ile wakati. Sisi tunakuwa sasa wa Kristo wa leo. Nchi yetu tunapaswa kurisi ni mchi gani? Ni nchi tuwe na nguvu, tuvae viato, tukimbilie, tufanye nini? Tungoje ufalme wa mbinguni, Yerusalemu mpya ambapo itashuka na sisi twende mbinguni. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na ndio maana leo sikupenda niseme Yesu alizaliwa, Yesu alifufuka, Yesu alifanya hivi, Yesu nani, wa mitume walikula pamoja wakafanya hivi. Hapana, nilipenda kujua kwamba watu wajue kwamba kuna Pasaka hii ambapo yenye tuko hamo leo, ikiwa kama hatukujua kama kuna Pasaka iliyotangulia hii ambapo kwenye tuko hako, hatuwezi kuielewa. Na hapo ndipo Mungu alituma malaika wa giza, wa mauti. Huyo malaika wa mauti hakuwa malaika wa Mungu. Bwana asifiwe. Hiyo tunapaswa kujua. Ni Mungu alitumikisha huyo malaika, alikuwa ni malaika, alikuwa ni shetani. Mungu ana uwezo wa kumtumikisha shetani kwa kuangamiza watu wengine wa Kristo. Bwana asifiwe. Na ndipo ule malaika anapopita akisikia harufu ya damu ya mwana kondoo iko mwa ile nyumba, yeye anasema anapita juu. Pass juu. Bwana asifiwe. Na kwa ile nyumba kwenye hakuna ile damu, wote wanajikuta wanakufa. Na ndio maana Mungu akasema ya kwamba kwa kufanya hawa watu wapate kukomboa, wapate kuachilia wana wa Israeli, alifanya pigo ya kuua kwanza watoto wa kwanza wa wana wa Israeli, na nyama zao zote na mifugo vyao vyote, wote wakafa, ili wapate kukomboa wana wa Israeli. Bwana asifiwe. Haleluya. Na ndio maana tunajua ya kwamba bila damu ya Yesu, bila kufunikwa na damu ya Yesu, hatuna kinga hata moja kwa leo. Donc unapoomba kinga ikukinge, ukingo wa maisha yako ni damu ya Yesu. Mwana kondoo alikufa msalabani. Alifanya nini? Aliteswa, akakufa na akafufuka. Na hiyo ni sembole ambapo ilianzishwa kwa wana wa Israeli walipovuka ule mto bahari ya Shamu. Ukishaona kwenye kuko maji ni shimo, maana yake tunadumbukia. Bwana asifiwe. Walipofika katika bahari ya Shamu, na ndipo kuvuka ile zambi zao zote za nani, yale mashetani, Farao na jeshi lake lote, yani yale mapepo, yale mashetani yote yalibakia, na wana wa Israeli wakavuka. Bwana asifiwe. Na sisi tulishavuka. Yesu alichukua damu yake akaimwanga ili sisi tupate ukombozi. Na sasa leo tunakuwa na ile right ya kurisi ufalme wa mbinguni kupitia damu ya mwana kondoo ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Haleluya. Na ndio maana ya kwamba Mkristo anatakiwa leo usimame imara, usiwe mguu huku, usiwe mguu huku, simama imara ndani ya Yesu. Hakuna chenye kukomboa kama Yesu, hakuna chenye kukinga kama damu ya Yesu.
Ikiwa wana wa Israeli wote walivuka, ni kwa sababu walifanya nini? Walikingwa. Walikingwa na yule malaika ambapo alipopita wa kuvunja yale mapepo kwa ile damu ambapo ya mwana kondoo iliyopakaliwa ndio ilifanya wao wavuke. Na sisi damu ya Yesu ambapo alitukufia ndio itafanya sisi tuone ufalme wa mbinguni. Haleluya. Amen. Wanani wako d'accord pamoja na mimi? Bwana asifiwe. Amen. Mwenye kutia mkono haiko pamoja na mimi. Haleluya. Amen. Na kwa hiyo tunataka kusema ya kwamba wana wa Israeli ile wakati palikuwa hapajawa ubatizo. Na choma nataka kuzungutuko hapa leo jo. Ile wakati palikuwa hapajawa kabisa ubatizo nifanywe, hapana. Ubatizo wa wana wa Israeli ilikuwa ni kupita ndani ya bahari ya Shamu. Na pale jo wakaingia katika maji, zambi zao zote zikabaki kwenye maji na wakafufuka ngambo. Haleluya, Bwana asifiwe. Na walipofufuka ngambo, walienda kunywa maji ambapo ni Yesu Kristo. Walienda kunywa maji yenye kutoka kwenye mwamba. Na hapo ndo walipokea Yesu ndani ya yale maji ambapo ilitoka ndani ya mwamba. Ni mwamba ni Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Haleluya. Na wana wa Israeli ile wakati hawakuhitaji aseme sisi tutakwenda kupata ubatizo wa Roho. Bwana asifiwe. Lakini wakati walipokuwa wanatembea kwenda nchi ya Kanaani, walikuwa na kijinga cha moto. Bwana asifiwe. Ilikuwa ni sinye ya Roho Mtakatifu mwenye kuna waongoza. Haleluya. Mchana walikuwa wanaongozwa na wingu, na usiku walikuwa kuongozwa na kijinga cha moto. Na hapo ndio ilikuwa ya kwamba na wao deja haya yote tunapokea ubatizo wa maji mengi na ubatizo wa Roho Mtakatifu ulikuwa tangu zamani, na sisi leo tuko katika ule ubatizo. Amen. Amen. Na joma tunapenda kufundisha wale wote waliobatizwa wajue ya kwamba tayari wameshavuka mto Bahari Nyekundu. Na inapaswa sasa wafanye nini? Wawe imara. Ile tamu ya mwana kondoo pale ulipokiri kweli wewe umetiko ubatizo, ndiyo. Kuna mwenye alikupush, ndiyo. Ni mama yako alipiga fimbo ubatizo, ndiyo. Ni babu yako nalo, ndiyo. Ni nani, ndiyo. Nani alikupush ubatizo? Ni mama. Kama ni mama yako tulimwambia pale pale, kama ni mama yako rudie. Bwana asifiwe. Haleluya. Hapana mchungaji, ni mimi peke ndio nilipenda. Haleluya. Na kama ulipenda, umpende Yesu milele na milele. Kwa sababu umekuwa kiumbe kipya, umeshapita mto wa bahari ya Shamu, umekuwa kiumbe kipya. Wewe unasema pengine sikufanya mafundisho. Pengine usifanye hivi. Mafundisho ni doctrine. Lakini kitu kinapaswa kiwe mbele kwanza ni Yesu. Baada doctrine inakuja nyuma. Bwana asifiwe. Ushakiri kama Yesu ni Bwana na Mwokozi, basi wewe batizo. Haleluya. Yule inike na Mfransa, inike wa Ethiopia, alikuwa anatoka kwenye anatoka, lakini alisema mbona naona maji siwezi kubatizwa? Maji haya nini kitanikataza nibatizwe? Haleluya. Na akabatizwa. Alipeleka injili wapi? Afrika. Kwa hiyo watoto wa Mungu, huyu mwana kondoo, ile nyama ambapo ilipashwa kuchinjwa katikati ya usiku mbili. Usiku utakuja leo na usiku wenye ulisha jana.
ukihesabia pale utakuta kuna masiku karibu 24 na kugawa mara pili ni siku ni masaa 12. Kwa hiyo ndugu wapenzi, nitaka kuambia kwamba mjue haya yote tunaobatizwa leo, agano hili la kale lilikuwepo na ile agano jipya inakuwa ya kuongezea kwa ile agano la kale. Na kiwa kama walikwambia yule mwana kondoo ambapo atachukuliwa, tutampiga na manyoya yote na kichwa na mapembe na miguu na vikucha yote tutavitia mchungu. Bwana sifiwe. Ina maana ya kwamba na neno la Mungu hatutaacha. Wewe uko na ekritire yako, verse unapenda, achana na ile verse unapenda, soma na zingine, anza katika Mwanzo, maliza katika kitabu cha Ufunuo, na hapo utaona utukufu wa Bwana. Bwana sifiwe. Haleluya. Na mafundisho haya iwe kwenu, itusaidie, tutayaondelea zaidi, na Mungu awabariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Pigie mchungaji makofi. Neno hili lilikuwa nzuri zaidi. Amen. Amen. Ndio neno la wakati wa Pasaka. Ndio tunaingia wakati wa meza. Kwa hiyo msika, karibu tena. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Haya yetu tulizungumza ndio yamefika hapa. Amen. Furaha ipo. Haleluya. Yesu alifufuka ndani yetu. Yesu hakufa, Yesu alifufuka. Na kwa hiyo hatutakawia kwa sababu muda wetu umesonga mbele. Amen. Tungeomba watu wasimame ili tupate kutumia mkate na damu ya mwana kondoo. Damu ya Yesu, oh rafiki, damu ya Yesu, damu ya Yesu, oh rafiki, damu ya Yesu, oh rafiki, rafiki, damu ya Yesu, oh rafiki, rafiki, damu ya Yesu, damu ya Yesu, oh rafiki, damu ya Yesu, damu ya Yesu, oh rafiki, damu ya Yesu, oh rafiki, rafiki, damu ya Yesu, oh rafiki, rafiki, damu ya Yesu inasafisha, oh rafiki, damu ya Yesu inasafisha, oh rafiki, damu ya Yesu, oh rafiki, damu ya Yesu, oh rafiki, damu ya Yesu yaunganisha, oh rafiki, damu ya Yesu yaunganisha, oh rafiki, damu ya Yesu, oh rafiki, damu ya Yesu, oh rafiki, damu ya Yesu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tunawashukuru sana tena, ikiwa kama hao wote wamekusanyika hapa ni kwamba hawana hatia yoyote. Mungu anawapenda
nikiwa kama wewe uko hapa, ujue kama uko miongoni mwa watoto wa Mungu siku ya leo. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na hapa kuna wadada nne ambapo wamesimama mbele zetu hapa. Bwana asifiwe. Amen. Hao wadada ni wenye walikubali kuwa Yesu ni Bwana na Mwokozi wao. Amen. 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 Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hawa wadada walitimiza ahadi ambapo Mungu alisema, ahadi ya Yesu Kristo ilisema ya kwamba ukiwa Mkristo ni lazima ubatizwe kwa maji mengi. Hawa wadada walibatizwa kwa maji mengi na Mungu amewabariki, kwa sababu kubatizwa, kukubali kubatizwa haiko nguvu ya wanadamu, ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu kuna wengi wanatafuta wabatizwe, mitabatizwa kesho, mimi kesho, unajikuta wao wamekuwa wamesitasita. Lakini kama Mungu ametia kitu ndani mwako kusema kama mimi nikumekubali kama Yesu ni Bwana na Mwokozi wangu, basi batizwa. Na wao wadada walikubali hivyo. Amen. Bwana asifiwe. Acha basi sisi sote tuweke mikono tuombe na kuatia katika ulimwengu. Tunakushukuru Baba, tunasema asante kwa wasichana wako Baba, ambapo ulikubali Mungu wapate tena Baba kuingia katika ufalme wa mbinguni. Mungu wabariki Baba wa Mungu. Mungu uepushe jinsi walivyokiri Baba, uepushe na mambo yote ya dunia, bali Baba wewe kuonekania ili Baba wapate kuona ufalme wa mbinguni. Ulisema Baba ufalme wa mbinguni ni wetu Bwana, basi wape waonekane katika ufalme wa mbinguni. Asante Bwana. Asante Bwana. Sifa na naona wadada wa tayari wamekuwa watoto wako. Tangu jana palikuwa nikiwa mwema mimi niliona. Walikuwa fete kubwa kule mbinguni. Watu walilewa Yesu Kristo mpaka kwa Mungu. Haleluya. Wakamlewa Yesu mpaka Yesu yeye pekee. Wengine wanapenda wapende kumgonga. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kulingana na muda wetu umekwenda, na kabla hatuja chukua mkate na mwili wa Bwana, tutakwenda kumwalika Pastor Christian, atakwenda kuwakabidhi zawadi fulani ambapo wanahitaji au wadada. Kuna dada anapashwa awe na certificate, na dada anapashwa kitu kikubwa, zawadi kubwa ni kupewa neno la Mungu. Karibu. Amen. Hapa kanisa ina zawadi ambayo inawazawadia Wakristo wetu wapya. Hii ni neno la Mungu mahali popote mtakapotembea, mlalapo mwamkapo, muwe mnasoma na kukumbuka ndani ya Biblia hii neno ambazo zinaandikwa ndani, na hiyo ndio itakuwa mwanga ama nguvu ya maisha yenu ya kiroho na ya kimwili. Hapa pia kanisa tuna certificate, kila mmoja tutamzawadia certificate.
hiyo certificate kanisa imetayarisha certificate hiyo, kuko jina ya kanisa na kuko maneno ya Biblia ambayo inaandikwa ndani ya certificate hiyo, na wachungaji wamesign kwa hizo certificate zenu. Na pamoja na hayo, mtakapopokea pia hii certificate, ni lazima pia muwe waaminifu kwa Mungu, muendelee kwa waaminifu, na muwe waaminifu pia katika kanisa ama ndani ya huduma. Basi hapa tuko na certificate ya dada Rosa. ya kuungana na Bwana Yesu Kristo, kula mwili wa Yesu, kuchangia mwili wa Yesu pamoja na damu ya Yesu kwa siku ya leo. Amen, 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 amen. Amen. Kitabu cha Mungu kinasema ya kwamba Yesu alikusanyisha wa mitume wake, na hiyo ilikuwa ni siku ambapo Yesu anataka kwenda kuteswa, na akaitwa mitume wake ili wapate kula Pasaka pamoja. Na ni hiyo siku ya leo ambapo imeonekana ya kwamba
watoto hawa na wao wamekuwa katika miongoni ya familia na wamekubaliwa katika familia ya ufalme wa mbinguni. Amen, 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 amen. Na tukisoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10, Wakorintho wa kwanza sura ya 27 inasema ya kwamba kikombe hiki ni agano jipya linalothibitishwa kwa damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Na mkate huu ni mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu kwa maondoleo ya dhambi. Na kisha kitabu kikasema, fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Na hiyo tutakuwa tunakumbuka Bwana Yesu wakati wote, ili tupate kuungana naye kupitia damu na mwili wa Yesu Kristo. Basi karibuni, tuanze kwanza na wenye walibatizwa ili Haleluya, haleluya. karibu tupika wimbo pole pole. Baba, tunabariki mkate huu na kinywaji hiki kama vile sembole ya mwili wako pamoja na damu yako. Uvitakase Baba na uvibariki Baba. Kwa hivi sasa sio mkate wa kawaida na sio kinywaji cha kawaida, bali inakuwa mwili na damu yako. Na ulisema fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Tunaweza kutumia mkate na damu ya mwana kondoo. Karibu.
Kwa hiyo tunakwenda kukaribisha mtumishi wa Mungu Papa Mozali number 1 amilishe kipindi hii. Karibu. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa maana umetuwezesha siku ya leo. Tumeenda kufanya ushirika na wewe kama jinsi ulivyosema ya kwamba popote ambapo mtakapokusanyika fanyeni hivi kwa ajili ya kumbukumbu. Tazama wana wako Papa wamesogea mbele yako, wameyatimiza yale ambayo wewe Yesu uliyafanya. Uliwaambia wanafunzi wako, na leo na sisi tumeyafanya Bwana. Sasa tazama mfalme wa falme, haya yote mfalme yao yenye kuleta sura nzuri katika ushirika wako pamoja na wana wako hawa ambao wameenda kukubali wewe kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, na tena wamekuwa viumbe vipya kwa siku ya leo. Asante Bwana kwa neema hii na wema wako. Ni kwa Yesu Kristo tukiomba hivyo na kuamini. Amen. Amen. Amen.